Kaka, hapa ndo anapoishi yule mwanamke. Ndo hapa? Wewe. Ila asante sana. Sawa kaka. Pia niseme asante kwa msaada ulionipatia. Usijali. Ni pesa ndefu sana kwangu. Jali. Cha msingi kwamba namba yako ninayo, wala usina shida. Sawa kaka. Haya. Habari yako Tano? Kusalimia. Umefuata nini hapa Baraka? Nimekufuata mke wangu jamani. Ina maana unitaki tena mama? Kiukweli mimi najua nimekukosea. Nimekukosea, ni muda mrefu nimeondoka, lakini unafahamu nimeondoka kwa ajili ya nini? Nimeenda kupambana, nimeenda kutengeneza maisha. Mambo yamekuwa mazuri, nimerudi mke wangu, nimekufuata. Nimefuata tabu mbao ufika hapa. Alafu unaniambia tena mimi niondoke. Na unaniuliza nimefuata nini? Kweli? Kama ungekuwa unajali kuhusu mimi na kuhusu ndoa yetu, usingeondoka ukaniacha. Ungenichukua tukaenda wote kutafuta, lakini hukujali. Uliondoka peke yako ukaniacha. Sawa, ulienda kutafuta, lakini hata simu, hata kunipigia simu kunitafuta, hapana. Sitaki kukuona. Najua una hasira, ila punguza hasira mama. Lengo langu mimi yalikuwa baya kabisa upande wao. Sio lengo baya kabisa. Labda makosa yangu ndio hivyo kidogo, mawasiliano na nini. Lakini ndio nimerudi, nimepika tu jana, leo nimekuja kukutafuta. Uone kama nakuthamini. Uone kama bado nakupenda. Sitaki kukuona. Kama nimesha shinda, nimezoea kukaa moja, sitaki tena kuumizwa na wewe. Naomba uondoke Barafu. Sawa. Usifike huko. Usifike huko. Unajua una hasira, punguza hasira yako. Punguza hasira mama. Mimi nimekuja kwa ajili yako. Hasira zangu haziwezi kuisha Barafu. Hasira zangu haziwezi kuisha leo wala kesho. Kwanza nakuchukia. Ondoka Barafu. Mimi nimetoka huko nilipotoka, nimekuja hapa kwa ajili yako wewe, ndio kufuata wewe. Na nimeondoka hapa, nimeenda kutafuta maisha mama. Nimeibia tu, nimekuja kutafuta. Bado unaonekana kama mimi sina akili. Unaonekana mimi nitalite. Ondoka. Tenda tata. Tenda.
hatua nzuri sana za mafanikio. Nafanikiwa soon tu. Wewe umeridhika na haya maisha kimaskini ndugu yangu? Badi, mimi nikwambie mara ngapi kwa sihitaji mipango yako. Sihitaji ushirikina kwa sasa. Mimi kama kufanikiwa nitafanikiwa kwa mipango ya Mungu. Kuhusu mambo yako mimi sihitaji mimi. Lakini kwenye hili tulishirikiana, tukazungumza, tukakubaliana. Leo unanigeuka, si ndio? Siwezi. Shishi, acha ujinga, haya maisha kimaskini. Wewe hivi kati ya utajiri wenye karaha na umaskini wenye furaha ni bora nini? Unaelewa hiyo? Huo utajiri wananiliwa kafara siku wa ushirikina utakuja kukosti mbele maybe. Afu mimi na familia ndogo na nina cycle ndogo katika familia yangu. Kwa mimi sihitaji kuipoteza. Shishi, kuna mtu anakuongopea. Hivi kakwambia nani ya maneno? Utanikosti kivipi yani? Tulikaa mimi na wewe tukadiscuss kwamba tutafanya. Sasa why unanisaliti leo? Siwezi. Alafu kingine dadangu ikukuta hapo utasababisha matatizo. Alishakataa kabisa huyu hapa. Nisikie nikwambie kitu kimoja. Mimi nataka nikwambie hivi. Kama nikija kufanikiwa, sitaweza kukusaidia kitu chochote kile. Amini hicho ninachokwambia. Ndio umefika huko. Sio kama nimefikia huko, wewe ndio umetaka mimi nisikie huko. Hebu kumbuka tulichokizungumza mimi naye. Kwa nini unanisaliti? Sheshe. Umaskini unaumiza. Wewe unataka kuwa maskini kila siku. Nakwambia kitu kimoja Shoshe, nikifanikiwa, hata kama nikisikia unaumwa, unahitaji msaada kutoka kwangu, amini Mungu, sitoweza kukusaidia. Muone kwanza. Haya, mlikuwa mnaongea nini? Na mjinga mwenzio yule? Na ole wako uniongopee. Nimeyasikia maneno yenu yote mliokuwa mnaongea. Lakini dada, lakini nini? Nini? Unataka kuniongopea nini wewe? Nisikilize vizuri Shoshe. Nimekukataza urafiki na huyu wewe. Sijakukataza urafiki na Medi wewe. alikuja mwenyewe. Alikuja na nini? Ungemwambia sitaki urafiki na yeye angekung'ang'ania. Sasa nisikilize nikwambie. Yaani ukiingia kwenye huo mpango, ndugu yangu, mimi na wewe tunagawana majengo. Yaani udugu unakufa. Bismillah bin dhalika. Tunaachana udugu mimi na wewe. Nisikilize, rudi yako. Na ukisubutu kushirikiana naye Medi kwenye huu mpango wenu wa kipuuzi, mimi na wewe ndugu yangu, udugu umekufa. Yaani udugu umekufa, sahau kabisa kama una dada kama mimi. Wewe unajua umekuwa udugu mimi na wewe, yaani usinijue kwa lolote. Ninaongea wewe unaondoka. Wewe mjinga wewe. Unajua umekuwa umeota na pembe baba. Nione kwa. Hapo ingia uone. Dada, mimi ndo natoka hivi. Au ndo naenda kwa Junior tena? Dada, hivi nikwambie mara ngapi kwa mimi simpendi Junior? Afu Junior mimi sio mwanaume wangu. Kwani wewe Junior ni nani sasa? Kila siku lazima umtaje. Kwa mimi nikiwa natoka naenda kwa Junior. Sikiliza mdogo wangu nikwambie. Junior ndo mwanamume mwenye mapenzi ya dhati kwako. Anakupenda sana na utadumu naye. Hata kuumiza kama wanaume wengine. Lakini wewe hutaki kusikiliza. Utakuja uumie na utajuta. Hayo maono yako peleka huko. Endelea kwa tabiri hao, usiniingilie kwenye mambo yangu. Kazi.
Yes, hello. Halo Medi, nisikilize vizuri nikwambie. Sitaki ukaribu na mdogo wangu. Hebu fanya mambo yako, kaa naye mbali mdogo wangu. Unatutafutia nini? Lakini dada yangu yani... Usiniite dada. Nisikilize, urafiki na mdogo wangu sitaki. Alafu wewe mambo yako hayo, sitaki umshirikishe mdogo wangu. Wala sitaki ukanyage tena nyumbani kwetu. Yaani sitaki uwe karibu na Sheshe kifupi. Hayo mambo yako fanyia huko na nyumbani kwetu sitaki uje ukanyage tena. Yaani fanya mambo yako mwenyewe. Hebu muache mdogo wangu na maisha yake. Muache kwanza. Fanya mambo yako. Huo rafiki huu naona kabisa unakuja kuniletea mtihani. Sitaki. Ninachokisema na kimaanisha. Sitaki ukaribu wowote wewe na Sheshe. Na tena ukome na ushike adabu yako. Na usije nyumbani kwetu. Hayo mambo yako fanyia huko. Tafuta watu wa kushirikiana nao. Kama ni maisha, tafuta maisha yako kimpango wako. Mdogo wangu mwache. Nadhani tumeelewana. Na sitakupigia simu tena. Yaani nikikupigia tena simu, jua kabisa kinachofuata ni moto na unanijua. Lakini Sheshe sishirikiani naye kitu chochote. Mwache. Yaani wewe mwache, fanya mambo yako. Na itakuwa vizuri sana. Nisikilize Medi. Mimi ndo nimekupigia simu hujanipigia wewe. Ungekuwa unanitaka wewe ndo ungepiga. Sasa nisikilize mimi. Ninachokisema, sitaki uwe karibu na mdogo wangu. Sitaki uje nyumbani kwetu na mambo yako usimshirikishe. Yaani karibu wenu ufe tu, tafuta marafiki wengine. Pambana na mambo yako. Sisi hatuna udugu na wewe. Fuata watoto wa jomba zako. Una ndugu huko kwenu? Una familia wewe? Sawa, mimi nimekuelewa. Mpumbavu wewe. Tena ukome kabisa. Kweli mimi najua nimekukosea, ni muda mrefu nimeondoka, lakini unafahamu nimeondoka kwa ajili yako. Nimeenda kupambana, nimeenda kutengeneza maisha. Mambo yanakuwa mazuri, nimerudi mke wangu nimekufuata. Nimepata tabu mbaya kufika hapa. Kama ungekuwa unajali kuhusu mimi na kuhusu ndoa yetu, usingeondoka ukaniacha. Ungenichukua tukaenda wote kutafuta. Lakini hukujali. Uliondoka peke yako ukaniacha. Ni miaka 3 sasa imepita tangu aondoke. Hajawahi kukutafuta wala kuwasiliana na wewe kwa njia yoyote ile, si kwa simu wala si kwa meseji. Ni wazi kwamba wewe hauna thamani yoyote kwenye maisha yake, na ndio maana ameamua kukutelekeza bila ya kujali unakula nini, unavaa nini. Sikiliza, ni muda sahihi sasa wa wewe kubadilika na kuachana na mawazo ya kumfikiria mtu ambaye yeye hata hakuwazi kwa chochote kile. Unapaswa kuyapambania maisha yako wewe mwenyewe. Bila ya yeye inawezekana. Na usije ukajaribu kufikiria kufanya kitu chochote kile cha ajabu. Maana nyinyi wanawake mara nyingi sana mnapokuwa mmeumizwa katika mapenzi huwa mna mawazo ya ovyo ovyo. Unaweza ukafikiria hata kujiua. Na kusihi
usije ukafikiria hicho kitu. Sawa mjomba, nikuelewa. Wemedi we. Karibu. Asante. Mjomba. Kame, nini kinakuuliza mko wangu? Hebu nyamaza kwanza, kisha uniambie. Mjomba, Mungu bafu amerudi. Unasemaje? Karudi bafu. Haya mambo yameanza lini humu ndani kwetu? Kuchoma udi? Haya si mambo ya kishirikina kabisa haya. Ila huyu mume wangu